Ninakuachia, ninaamuru ewe kuzimu. Hauna mamlaka ya kujenga nyumba kwenye moyo wa mtu. Hauna mamlaka ya kuweka makali kwenye mwili wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno linasema Ijambo liravuze vivyo hivyo ati ukonyene ninyi vijana ati namwe bakungu imisori miyabaga watiini wazee. mugamburukire abashinga ntahe. Kwa nini wanasema wazee? Kubera iki bavuze abashinga ntahe? Kwa sababu wakati mtu ana damu ya ujana, kuko mu gihe umuntu afise amaraso y'ubusore anataka kwenda gisi damu inamsukuma. abashaka kugenda uko amaraso amusunitse. Damu inavyomsukuma ni hivyo anataka kwenda. Uko amaraso amusunika niko abashaka kugenda. Kwa hiyo ndivyo wanaonyesha ya kwamba wawe watiifu. Nico gituma ngaha beretse ngo babe abo kubaha kumvira. Unapoambiwa unasikia. Iyo ubariwe ukumva. Unaposhauriwa unakubali. Iyo uhanuwe ukemera. Kadiri unavyoambiwa ukitii, ukubariwe ukumvira, ndipo unapoendelea kufanikiwa katika maisha. niko na wewe ushishikara kuroranirwa mu buzima bwawe. Ndipo neno linasema ati nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Niho ijambo rivuga ati ni muce bugufi munsi y'ukuboko kubushobozi. Kwa sababu unapokuwa umenyenyekea, kuko iyo waciye bugufi, ule unyenyekevu, kuriya guca bugufi, unyenyekevu sio ujinga. Ukuca bugufi ntabwo ari kutamenya. Unyenyekevu sio upumbavu. Canke ntabwo ari ubujuju. Mtu akiwa mnyenyekevu haina maana hana akili. Iyo umuntu aciye bugufi ntibisigura ngo nta bwenge afise. Mtu anapokuwa mnyenyekevu haina maana kwamba hana maarifa. Iyo umuntu aciye bugufi ntibisigura ngo nta bwenge afise. Kuwa mnyenyekevu, guca bugufi, unaweza kuwa na akili, una hekima na bado kanyenyekea. kanyenyekea. Ufise ubwenge, ufise ubumenyi ariko ukaba unaweza kuwa na vyeti vya shule, urashobora kuba ufise impapuro z'ishure ukabuca bugufi. Unaweza kuwa na uzuri wa maumbile ukawa mnyenyekevu. Kuba uri mwiza kwishusho ukaba uca bugufi. Moyo wa unyenyekevu, umutima uciye bugufi, unakupa vitu ambavyo haungefaa kuvipata kwa haraka. uguha ibintu utakagombye kuronka vuba. Unyenyekevu utakutengenezea njia iliyo nzuri mbele za Bwana. Guca bugufi kuragukorera inzira nziza imbere y'Uhoraho. Bwana huwapinga wenye kiburi. Ngo Uhoraho aragaya ntayimbagwa n'abibona. Unyenyekevu unaonekanaga ndani na unatoka nje. Kandi guca bugufi kuboneka imbere kukagaragarira no hanze. Yani unyenyekevu haujifichi. Guca bugufi ntikwihisha. Unaonekanaga ndani ya mtu, buboneka mu muntu, na baadaye unatoka nje, hanyuma bugasohoka hanze. Ni sawa sawa na kikombe ambacho umeweka maziwa au umeweka ni nk'igikombe asali au umeweka chai, amata canke juisi, chai canke ice cream, ukajaza ndani, kisha baadaye ikijaa inafurika, inamiminika kuzura ikachiseseka hanze. Kwa hiyo inaonekana, iraboneka rero. Lakini kiburi, ariko amanyama huwa ndani,
kiba imbere na hakionekani haraka. kandi ntigipfa kuboneka n'ingoga. Haionekani haraka. Ntigipfa kuboneka. Mtu anaweza kuwa anacheka, umuntu ashobora kuba atwenga, lakini ni mwenye kiburi. ariko ari umunyamanyama. Anaweza kukwambia karibu nyumbani, Arashobora kugira kaze muhira, lakini ni mwenye kiburi. ariko ari umunyamanyama. Sasa wakati ambapo yuko namna hiyo, huwezi kugundua, mu gihe rero ameze gutyo, wowe ntushobora kumutahura, huwezi kumuelewa mwenye kiburi kwa njia hiyo. Ntushobora kumutahura muri ubwo buryo. Ili umuelewe, kugira rero ushobore kumutahura, mfanyie kosa. wewe numukoshereze. Utatambua sasa kama ni mnyenyekevu Nihuzo au ni mwenye kiburi. ko ari uciye bugufi canke ari ufise amanyama. Kwa sababu akiwa ni mnyenyekevu, Nimba rero ari unapomfanyia kosa ndo anazidi kunyenyekea. kunyenyekea. Makosa arushirizaho guca bugufi. Ndo anazidi kunyenyekea. Ni arushirizaho guca bugufi. Mkumbuke Bwana wetu Yesu Kristo. Mwibuke umwami wacu Yesu Kristo. Mungu mwenye uwezo. Imana nye n'ubushobozi. Wanavyompiga, uko bamukubita, wanavyomtesa, uko bamuhama, ndivyo alivyoendelea kunyenyekea. niko yashishikara. Eti akanyenyekea mpaka unyenyekevu wa mtini. Ngo araca bugufi gushika. Yani mpaka kwenye unyenyekevu wa utiifu, yani kwenye unyenyekevu wa mapigo ya msalaba, mateso makubwa. Ashikira eti akaendelea kunyenyekea, hakusema neno. Ati ntiyakuyeho umuntu ati alipelekwa kama kondoo ngo yajanywe machinjoni. nk'intama mu ibagiro. Unyenyekevu. Guca bugufi. Unyenyekevu. Guca bugufi. Unyenyekevu. Guca bugufi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unyenyekevu ni silaha kubwa. Guca bugufi ni kigwanisho, inampelekea binadamu wakati mwingine hata kama hajaokoka, inampelekea Bwana kuangalia kusema kulingana na unyenyekevu wa huyu ati bijanye no guca bugufi huyu, ati ninamukiza atanifanyia kazi vizuri, ati arashobora kunkorera igikorwa neza. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Nashangaa kuona hamna makalamu, hamuandiki hamfanyi chochote. Hivi nyinyi wote sio wasomi? Wasomi ni kama wawili watatu tu. Ati mbega mwese lakini wote nitawaelewa, kwa sababu baada ya kusikiliza ukitoka tangaza kwenye WhatsApp, hauna simu ya kuangalia kwenye ulikosoma, ulikoandika, ili upekue tena uchemshe ndani yako. Maana hauna haja ya kuandika, kutoka ya kwenye WhatsApp unamaliza biashara. Lakini jifunzeni kuandika. Chunguzeni watoto wa shule ili wakufundishe. Kama jinsi Bwana anasema nenda kwa chungu. Nenda kwa chungu. Eti ujifunze kwake. Chungu huwa anajikusanyia chakula wakati wa kipwa, ili wakati wa mvua anaingia ndani anakula venye alikusanya. Sasa na nyinyi jifunzeni kwa wanafunzi. Hakuna mwanafunzi anayesoma ambaye haandiki kisha akategemea kupata pointi nzuri wakati wa mtihani. Atanditse ngo ejo ngo azoronka amanota meza. Hakuna, utampata. Ukiona una mtoto ambaye anaenda shule, hana daftari, usitegemee mtoto atakuletea pointi nzuri, kwa sababu wakati anapokuwa ameandika ndipo akifika nyumbani ashitse muhira rero anachukua muda anasoma, achafata umwanya agasoma. Mule mkusoma sasa yale aliyofunzwa yanakuwa ndio yanaingia vizuri, nivyo vyinjira neza. Lakini kama haandiki, iyo atanditse tegemea kuwa wa mwisho au kifunga mlango, azoba wa nyuma yugara umuryango. Kwa hiyo jitahidini kujua kuandika. Tuko pamoja? Jitahidini kuandika, kwa sababu katika kuandika sauko unasikia vitakusaidia unapoandika. Wakati mwingine utalipa, kuna wakati kwa unafika kwenye neno unasikia linagonga ile, ukifika nyumbani katika kuyatafakari tena ndio nasikia Bwana
anakukumbusha huu ni ujumbe wako. Unaandika sasa pembeni. Kwa kanisani, Bwana aliniambia hivi, Bwana aliniambia hivi, Bwana aliniambia. Lakini vinginevyo utatoka nje, unasahau, unaingia kwenye WhatsApp, biashara imeisha. Sasa unajiuliza ulikuja kanisani kufanya nini? Kanisani sasa ulikuja kufanya nini? Ukaja kufanya nini kanisani? Bwana Yesu atusaidie. Sikia nikusaidie, nikukumbushe kidogo. Ndagufashe ndakwibutse gato. Tunapokuja kanisani, iyo tuje mu rusengero, tunakuja kanisani, jambo la kwanza tunakuja icambere kumwabudu Bwana, tuje gusenga Uhoraho, kusali, gusenga. Tunakuja kusali, tunakuja kumwabudu Bwana, gusenga Uhoraho. Ndio maana unaweza ukafika kusema nakushukuru Bwana wa mbingu na nchi, mkombozi wetu, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye uwezo. Unashukuru, unashukuru, ugashima. Jambo la pili, ichakabiri, kanisani kurusengero, unakuja kumwambia Bwana shida zako, ukaza ukabwira Uhoraho ibibazo vyawe. Ndio nasikia Daudi anakuambia alifurahia kuja nyumbani mwa Bwana. Kilichompelekea kuwa na furaha, anajua mbele za Bwana anakuja kumpa shida zake. Aje mu ngoro y'Uhoraho, nuko yaraziko aje kubwira Uhoraho ibibazo vyiwe. Ndio naenda kuomba. Kumva ndagiye gusenga. Naenda kuomba, mimi ni muombaji. Ati jewe ndi umusenzi. Naenda kuomba. Ati ngiye gusenga. Unaweza kuomba kwa ajili yako. Urashobora gusenga kubwawe. Au unaweza kuomba kwa ajili ya mwingine. Cyangwa ugasengera uwundi. Kulingana na gisi uongozi wa ndani bwo mu mutima bukurongoye. Kwa hiyo unakuja kuomba. Bwana tazama na shida hii. Bwana nina shida hii. Nina shida hii. Nisaidie babangu. Papa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Jambo la tatu. Ichagatatu. Tunakuja kusikia yale Bwana atatuambia. Tuje kumva icyo Uhoraho hari butubwire. Maana anaweza kukupa majibu hata kabla haujaomba. Unaposikia neno, unasikia Bwana ananijibu. Yale mahitaji yangu ndio haya majibu yake. Uhoraho yishuye imitwaro yanje. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lakini sasa kama hauandiki, ariko rero utanditse, utayajuaje? Nivyo wobimenya gute? Tutakuwa kama mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Uchumera nka wa muntu yubatse inzu hejuru y'umusenyi. Juu ya mchanga. Hejuru y'umusenyi. Ndio maana namkuta babangu aliweza kuwa anakifika mu watu wanahubiri. Yashika mu bana akavuga ubutumwa. Lakini baada ya kuhubiri, ariko amaze kuvuga ndugu zangu wananakili, walinakili. Bene data barabifata. Baada ya kunakili, bamaze kubifata, wakifika fasi ya faragha wako wenyewe, bageze ahantu biherereye bari ukwabo, ndipo wanaanza sasa kucheua, wanamuuliza, bagenda bavyibaza, alafu anawaambia sasa mara ya pili, babwira rero, ndio wanaelewa. Bagacha batahura. Okay, asante Bwana. Aturakoze mwami. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndipo wanaelewa. Niho bacha batahura. Sasa wewe kama hayako hivyo, wewe bitameze gutyo, unasikia kanisani unakuja kufanya nini? Umva mu rusengero ubuje gukora iki? Si afadhali ujibakilie nyumbani? Ni utuma wisigarira kwa sababu haujui kama unakuja kuomba, utazi kuje gusenga, haujui kama unakuja kusali, haujui kama unakuja kumsikia Bwana, uje kumviriza umwami. Ndio maana kwa sababu haujui hayo yote, nico gituma kubera utabizi, hata neno likija, naomba nisikie, hata mwenye kuwa kwenye mtandao, sikia, nakusaidia. Sio kwamba ni hao watu tunahubiri nyote. Na wewe kurankurikirana kubuhinga ngurukanya bumenyi. Yani ndi hapo mtu nakutana, unaposikia neno unasema ili la fulani, ni fulani. Yani unaipiga pasi kama mpira. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen.
Amen. Kwa hiyo jifunze kuwa na Iga kuja na rero daftari kuandika. kuba umenya kwandika. Inajaa moja anachukua ya pili, unaendelea kuandika. Iruzura ugafata ya kabiri ugashishikara kwandika. Itafika baada ya miaka miwili, Bizoshika inyuma y'imyaka 2. unakumbuka kuna neno niliwahi kusikia. Hari jambo nigeze kumva. Unaenda unachukua sa daftari zako. Ukachufata Unaanza kulitafuta mahala ulikoliandika. Ukachurirondera aho wajanditse. Unaangalia uliandikaga wapi. Ukaraba aho wanditse. Na linakusaidia tena. Kandi bikacha bigufasha. Ndio maana utakuta sote tuna makaratasi tumejaza. Nico gituma haya yote impapuro twarujuje. Hivi vyote ni vitu tumeandika andika hivi byose nivyo twanditse. Vyote hivi ni vitu tumeandika andika, ni makaratasi tumeandika andika yote. Ni impapuro twagiye twandika. Yani Biblia kawaida yake nilivyoinunua ilikuwa na kilo 3. Biblia ingali mpya nilivyoinunua ilikuwa na kilo 3. Biblia ikigugwa lakini kwa ajili ya kujaza hemo vitu ambavyo nimeenda naandika. Ariko kubera umuntu usanga sasa hivi na kilo 3 na grama kama 300 hivyo. Yari yongereye amagarama 300. Kiasi kwamba unaweza kumpa mtoto aibebe akaenda analia. Ashaka kuyihumuna sababu anasona mtika mzigo mzito. Kwa yumva ko wamuhaye umuzigo uremereye. Kwa hiyo vinaandikwa vingi, tuko twingi tu. Ni twinshi. Labda siku tutakuwa hatuko kama labda watakao baki wataenda na tukusanya sasa ndo na wenyewe waanze kusoma. Bwana alisemaga. Ndio maana Biblia hii iliandikwa. Sio kwamba ilikuwa moja. Ilikuwa ni vitu vinaandikwa barua hii, ukurasa huu. Sasa walivyo kwenda wanakusanya. Uko bagenda bavyegeranya. Ndio wakapata hii Biblia. Inaitwa leo Biblia ili kusaidie. Itwa Biblia kugira idufashe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo lazima ujue kumwambia Bwana pia unapokuja kuomba. Ni hapo tumwambia Bwana niumbie moyo wa unyenyekevu, nipe moyo wa unyenyekevu. Ubwire uhoraho ati ndemera mu mutima uciye bugufi. Eti vivyo hivyo ninyi vijana ati rero watini wazee mubaha bashingana. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumu. Mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, kuko Imana igaya lakini huwapa wanyenyekevu neema. Abaciye bugufi kabaha ubuntu. Neema inakujia ubuntu bukaza kulingana na unyenyekevu wako. Bijanye no guca bugufi kwawe. Unakuta mtu anaenda kuomba, ugasanga umuntu agiye Bwana nitendee muujiza, ati mwami nkora, Bwana nahitaji kukuona, ati mwami ndagomba kukubona, Bwana nahitaji hivyo vyote unasumbukia bure. Hivyo uri kurigorera ubusa. Sijui kama unanielewa. Sinzi kuri kurantahura. Tafuta unyenyekevu. Rondera guca bugufi. Ukiwa mnyenyekevu, eti neema Bwana anawapa. Ati ubuntu hora harabubaha baciye bugufi. Tuko pamoja? Amen. Ndipo neno linasema eti huwapa wanyenyekevu, yani huwapinga wenye kiburi. Maana yake ukiwa tu na kiburi unajua atakupinga tu. Agwanya abibona, menya ko ufise gusubira. Hata kama ukitafuta unyenyekevu naho rondera guca atakupinga tu. Uhora hazokugwanya. Utatafuta unyenyekevu, urarondera guca atakupinga tu. Uhora hazokugwanya. Lakini ukiwa mnyenyekevu, ari kuciye bugufi, neema anakupa sasa. Ubuntu uhora harabuguha. Narudia hapo. Subiraho. Unaomba Bwana nineemeshe na mimi. Ugasaba ati mwami nanje ngirira. Nakosoa vizuri hapo. Bwana nineemeshe na mimi. Uragivuga uti mwami nanje ngirira ubuntu. Nahitaji na mimi neema yako. Ati nanje ndagomba ubuntu bwawe. Nahitaji na mimi Bwana nitendee hiki. Ati ndagomba nkorera iki. Bwana nahitaji na mimi unipe kazi. Muhoraho ndagomba umpa kazi. Bwana nahitaji unipe mume. Ndagomba umugabo. Bwana nahitaji na mimi neema yako nipate mke. Ndagomba ubuntu bwawe ndonka umugore. Bwana nahitaji neema yako na mimi Bwana nipate nyumba. Ndagomba nanje ndonka inzu. Vile vyote unavyoviomba ivyo vyose havina maana kwako mapema. Kamaro bifise. Jiombee kwanza moyo wa unyenyekevu. Ariko banza wisabira umutima uciye bugufi. Ukiisha omba moyo wa unyenyekevu, ni wamara gusaba umutima uciye bugufi, ukiisha kuwa mnyenyekevu, ni wamara kuba uciye bugufi, yeye sasa anakuja na neema, anakumiminia, anakupa neema, akachaguha ku buntu.
Je, hapo nimesahihisha, umeelewa vizuri? mbega ho uratahuye neza. Kwa hiyo katika kuomba, muri uko gusenga, acha kuomba Bwana nataka hiki, Bwana nataka hiki, hautapata majibu sahihi. reka kuvuga uhoraho nshaka iki, nturi buronke inyishu zitomoye. Lakini omba kwanza, ariko banza usabe moyo wa unyenyekevu. uciye bugufi. Kisha katika kuomba moyo wa unyenyekevu, mugusaba umutima ukaona umeupata, ukabona wauronse, neema sasa anakumiminia ya mahitaji yote. Eti na mengine anatupa hata kama hatukuomba. Ibindi abiduha naho tutabisavye. Bado unafikiria yeye ameshakupa. Uciyumvira gusa uhoraho akabaraguhaye. Lakini ukiwa na moyo wa kiburi, ukabona wagize umutima w'amanyama, huwezi kupata neema. Ntushobora kuronka ubuntu. Utapata kama vile Ibilisi alivyopewa. Ucuronka nka bijya Satani yaronse. Na Yesu anaombaga na akapewa. Nawe niyasenzaga hara. Unajua kama anaomba na anapewa. Murazi ko nawe ahora asengaga. Ili ujue kama anaomba na anapewa. Kugira umenye ko ahora asenga agahabwa. Na yeye anaombaga na anapewa kabisa kabisa. Saba kandi agahabwa. Nilishangaa mimi, nilikuwa sijajua. Nanje narabitangaye. Lakini nilivyoangalia kumbe na yeye anaomba. Maze kuraba nsanga nawe arasenga. Anaomba na anapewa. Arasenga agahabwa. Bwana Yesu atusaidie. Amena. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu sura yake ya kwanza. Biblia inavuze muri Yobu igice cha mbere. Aya yake ya 8 inasema kisha Bwana akamuuliza Shetani huku juu, baada ya kumuuliza jambo fulani. Hapa juu kwenye aya yake ya 6 alimuuliza wakati wana wa Mungu walienda kujihuzurisha mbele za Bwana. Igihe abana buhoraho bagiye kwiyereka imbere y'uhoraho. Aya 7 eti Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ati uvuye hehe? Akajibu kwenye anatoka duniani. Kwenye alikuwa anatoka ni hapa mimi na wewe tunaishi. Aho yaravuye na haje na wewe tubaye. Nataka uelewe. Hapa mimi na wewe tunaishi leo. Aha tubaye je na wewe. Ndio Shetani alikuwa amekuja. Akazunguka duniani. Akawaona wote hakuna shida, hawa ni wangu. Kisha baadaye akaona kuna mkutano mbinguni. Akapanda mbinguni. Bwana anamuuliza unatoka wapi? Natoka kuzunguka duniani huku na huku humo. Sasa anazunguka bure, anatafuta yule atakayempoteza. Arondera uwashobora kuzimiza. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Ati mbega witegereje umusavi wanje Yobu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Sasa ukisoma hapa itakupelekea kuona Ibilisi aliomba. Ibilisi aliomba. Satani yarasenze. Ndipo alivyoomba akapewa venye alikuwa haja yake ya kumjaribu Ayubu. Na warabihabwa uko yagomba kugerageza. Kwa hiyo alivyovipewa ni vibaya. Maze kubihabwa ni bibi. Alipewa ni kweli na akapokea, lakini venye alipewa ni vibaya. Ariko ivyo yahawe ni bibi. Alipewa vya kumjaribu Ayubu. Yahawe ivyo kugerageza Satani. Ivyo kugerageza Yobu. Bwana Yesu atusaidie. Alipewa vya kumjaribu Ayubu. Satani yahawe. Sasa na wewe kama hautaomba unyenyekevu, na udasavye guca bugufi, utapewa kama vya Shetani. Na urahabwa nk'ivya Satani. Utapewa vyenyewe vitakupelekea kujaribu mwingine. Na uchuhabwa ibitumugerageza uwundi. Bwana nipe neema. Yesu ngirira ubuntu. Sasa huyo ana moyo wa kiburi. Ati huyo afise umutima sitampa neema. Wamanyama nampa hivi. Ndamuhaye ibi. Akajaribu mwingine. Yesu tuone huruma, gerageza uwundi. Nataka uelewe hicho nacho. Hilo nalo lipo hilo. Nicho nacho kirahari. Unapoomba, urikurasenga, kama unaomba vibaya, ndio maana Biblia inasema mnaomba hampewi kwa sababu mnaomba vibaya. Nico gituma ijambo rivuga ati murasenga nabi, nico gituma mudahabwa.
Kwa sababu haujui kuomba. kuko utazi gusenga. Omba kwanza unyenyekevu. Saba kwanza guca bugufi. Ukiisha omba unyenyekevu, Niwamara gusaba guca bugufi, neema itakukujia. ubuntu buca buza kuri wewe. Ataikupa tu, Arabuguha. kwa sababu una haki ya kuipewa. Kubera n'uburenganzira bwawe kubuhabwa. Vinginevyo Atari uko utapewa vile vya Ayubu. urahabwa ivya Ayubu. Swala ni kuuliza, unataka kupewa vya Ayubu Ndakubaza, au unataka kupewa vizuri? ushaka guhabwa ivya Ayubu? Ushaka Sasa guhabwa. kama unataka vizuri, anza kujiombea kwanza. Bwana Nimba kupe ushaka moyo guhabwa wa ivya unyenyekevu, Ayubu, moyo wa isengere kushuka. neza Yesu aguhe. Bwana akupe moyo wa unyenyekevu. Uhoraho aguhe umutima uciye bugufi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipewa wawili. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Kwa hiyo ni hilo jambo la kuomba kwanza. Ico nico ukwiye gusaba. Ukiisha omba hilo, Maze gusaba ico, ni hapo Bwana, naho ukisha kuwa na moyo wa unyenyekevu, maze kugira guca bugufi, anaangalia huyu sasa anaweza nikampa hili, akavuga ati ndashobora kumuha iki, atakitunza vizuri. azogifata neza. Nitaweza kumpa hili, Ndashobora kumuha niki, atakitunza vizuri. azogifata neza. Nitampa na hili hapa, Ndamuha niki ngaha, atatunza vema azogifata neza. kabisa, na hili atalitunza hili. Niki nacho azogifata neza. Naona kabisa na hili nikimpa Ndabona atalitunza niki vizuri, ninakimuha azogifata neza. kwa sababu ya moyo wa unyenyekevu Kubera anaouona ndani yako. umutima uciye bugufi abona muri wewe. Bwana Yesu atusaidie. Amen, amen. Lakini kama hauna moyo wa ariko unyenyekevu, udafise umutima uciye bugufi, yale unayoyaomba unapoteza biriya muda. usaba uri kurata umwanya. Ndio pale unaweza ukaomba Nico gituma ushobora gusaba ukapewa vibaya, ugahabwa na we ibibi, hautajua kama umepewa nawe vibaya. ntumenye ko Ukafikiri wahawe unapewa ibibi, vizuri. ukibaza ngo wahawe Kumbe ibyiza, umepewa vibaya. kumbe wahawe ibibi. Tuko pamoja? Turi kumwe. Unaweza ukamwambia Bwana nipe nyumba, Urashobora kubwira Uhoraho na mize akaikupa kandi kabisa, akayiguha, lakini si nyumba inayostahili, ariko ntiba inzu inayopewa yaribereye. wanyenyekevu. Ntabwo ari inzu ihawe abaciye bugufi. Anaweza akaikupa, Ashobora kuyiguha, kumbe kufika kwa hiyo nyumba Kumbe unaumwa, kushika kuri hiyo unaumwa, nzu, unaumwa, ukagwara, unasikia unasema ukagwara. Mungu wangu Ati yo. yani amejenga nyumba Yarubatse inzu. hata mwaka hakuilala mwaka ndani, ntiyayiryamyemo, alifika anafariki. yaciye apfa. Uliomba ukapewa, Warasenze urahabwa, lakini ulipewa vibaya. ariko wahawe ibibi. Mungu we. Ati Uhoraho, Saa alioa tu igihe yarongoye na bule bupesa bote alikuwa nabo bukaisha. Afise turahera. Kwa nini? Kubera iki? Alipewa vya Ayubu. Yahawe, Alipewa vya Ibilisi. yahawe vya Satani. Baada ya kuona alivyoolewa tu, Amaze masikini, kurongogwa, hakufanya siku nyingi akafika anafariki. yagize iminsi myinshi yaciye apfa. Au alifanya siku mume wake akafariki. Yagize iminsi mike umugabo arapfa. Alipewa vile vya nani? Vya Yahawe vya Ibilisi. Satani. Unajua, walipomuombea tu kuwa pasta, Bamaze kumusabira gusa kuba pasteur, nyuma ya mwezi umoja inyuma y'ukwezi kumwe alifika anafariki, yaciye apfa. kwa sababu alipewa vile vya Ayubu. Yahawe Vya nani? Alipewa vile vya Ibilisi. vya Satani. Bwana anaona huyu atanihubiri nini huyu? Uhoraho aravuga ati uyu yaranyigisha, Sikuja kunichafulia madhabahu yangu. araza kwanduza Anamtoa. igicaniro. Na baada ya Akaca- kukupa anakutoa. kandi amaze Anakupa kisha anakutoa. akaguha nyuma akacagukuraho. Au sivyo utapewa vile vya nani? Vya Balamu. Cyangwa uhabwa ivya Balamu. Balamu anaambiwa nenda, Balamu yabwiwe ati genda, lakini kule kwenda kwake kumbe ariko Bwana uko kugenda, hakupenda, kumbe Uhoraho ijapokuwa alimwambia yari nenda. yabishimye naho yamubwiye ati genda. Kufika njiani akampinga.
ashitse mu nzira Kaambia singelikuwa huyu punda amenyenyekea, ningekukata mapanga. Indogoba nari kukwica nk'akayabo. Ningekukata mapanga. Nari kugukeba, nari kumwambia nenda. Bwana Yesu atusaidie. Yesu Kristo adufashe. Kuna mmoja anaelewa? Elewa Elewa kulingana na mapenzi ya Bwana. Utahure bijanye. Ni hatari mtu kuelewa tofauti na mapenzi ya Bwana. Na mtu kama hauna unyenyekevu huwezi kuelewa mapenzi ya Bwana. Kila siku utaelewa vibaya, utaelewa vibaya, utaelewa vibaya. Kumbe nyenyekea upate kuelewa kila jambo kulingana na mapenzi ya Bwana. Ijambo ryose biwanye n'ubugombe bw'Uhoraho. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa sababu eti mkiwa wanyenyekevu, ati muciye bugufi, ndio anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Maana yake ili akuinue kwa muda wake. Kugira ngo agushire hejuru mu gihe ciwe. Huku ukimtwika ukimtuka yeye fadhaa zako zote, ukiwa mnyenyekevu sasa unambebesha Bwana matatizo yako yote. Ndio unasikia mtu anasema, niliomba Bwana akanijibu. Ndiyo, na mimi nakubali alikujibu, lakini alikujibu vile alivyomjibu Ibilisi, au alikujibu bia waenda mbinguni? Alikujibu vya wale ambao wanampenda Bwana, au alikujibu vya Balaamu? Naweza ukaomba, shobora gusenga, akakupa mke, akakupa mume, lakini mwisho wake unaenda jehanamu. Ariko gasanga uhereje. Maana yake anakupa vitu vya Ibilisi, vile alivyompa Ibilisi. Ibilisi alikuwa mtu ambaye alipewa fahari kubwa, nyota ya asubuhi, fahari kubwa, lakini ile matokeo yake ni jehanamu. Ubwiza budasanzwe ariko ingaruka yavyo vyamutwaye muri Gehinomu. Je, unataka hivyo? Mbega ivyo nivyo nawe ushaka. Lakini kama unataka vya Yesu, ariko nimba ushaka ivya Yesu vya kukusaidia uingie mbingu, kufasha winjire mu ijuru, tafuta kwanza unyenyekevu. Rondera guca bugufi. Tuangalie Luka sura yake ya 18. Turabe Luka 18. Luka 18. Ubutumwa bwiza bwa Luka 18. Sikiliza Luka 18 kwenye aya yake ya 10. Luka 18 hadi 14. Sikiliza neno linavyosema. 18 ku murongo wa 10 hadi 14. Neno linasema, ugeze 14. Luka 18 aya 10 hadi 10 ku murongo wa 10 ugeze 10 hadi 14. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga. Mmoja Farisayo, Mufarisayo, wa pili mtoza ushuru. Undi mutoza kodi. Hapa usikilize sasa. Uvyumve neza. Yule Farisayo akasimama, Farisayo ahagaza senga, akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, abanyazi, wadhalimu, canke bagabitanya, au wazinzi, canke basambanyi, wala kama huyu mtoza ushuru, anabameze nk'ujya umutoza kodi. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, sindwi yose nisonzesha kabiri, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Ibigira 10, ikigira 10. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani, na kusema, Mungu, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi.
kuko ndi umunyavyaha. Uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Ngirira ikigongwe kuko ndi Uniwie radhi umunyavyaha. mimi mwenye dhambi. Ngirira ikigongwe. Nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye ataziliwa na ajizilie atakwezwa. Alikuichisha bugufi azoshigwa hejuru. Unasikia watu wawili. Yani kwa lugha rahisi, kwa lugha inayoeleweka, mmoja maana yake alikuwa ni mwenye haki na mwingine mwenye dhambi. Mwenye dhambi wa munyavyaha rero alienda kuomba, yagiye gusenga, na mwenye alikuwa anajidai anajua yuko na haki na yeye akaenda kuomba. Wanaenda kusali wote, kila mmoja na haja zake. Umuntu wese nivyo agomba. Kila mmoja na haja zake. Umuntu wese n'imitwaro. Huyu Farisayo akasema mimi sio kama watu wengine. Ataravuga ati je simeze nk'abandi. Mimi siko kama hawa walevi hawa. Ati je simeze nk'imboregwa. Siko kama hawa wanyang'anyi hawa. Jewe simeze nk'ababambuzi. Hapana, mimi siko kama hao. Ati hoyaye je simeze nk'abo. Bwana, mimi siko kama hao. Ati uhoraho je simeze nk'abo. Siko kama wezi hawa. Je simeze nk'abasuma. Mimi niko tofauti hata na wazinzi. Ati je ntandukanye. Unajua mimi siwagi na zini Bwana. Ati je sinsambana. Unanielewa vizuri. Ati uranzi neza. Mimi kabisa niko hivi. Ati jewe vy'ukuri umeze uku. Unanielewa hivi na vile. Ati unzukuna tena zaidi ya hayo. Ati kandi kirengeje ivyo. Zaidi ya hayo. Ikiruta ivyo. Kwa wiki nafunga mara 2. Ati mu ndwi nisonzesha 2. Mara 2 kwa wiki. Nisonzesha 2. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Tena siko kama huyu mtoza ushuru yule. Ati kandi rero simeze nk'uyu mutoza kodi. Makini. Unapokuja kuomba jua utaomba namna gani. Usimwangalie mwenzio kama mwenye dhambi. Utamwona kama mwenye dhambi, kumbe mwenye dhambi ni wewe. Nubona abandi ngo nabanyavyaha, urashaka kumubona ko ari umunyavyaha, kumbe ni wewe uri umunyavyaha. Unamuona mwingine ni mwenye dhambi, kumbe mwenye dhambi ni wewe. Ngo ni umunyavyaha, kumbe Farisayo akamuona mama mmoja. Umufarisayo yabonye umumama umwe. Mama mmoja ambaye alikisiwa kwamba ni kahaba. Uyo mumama yarazwi ko ari umumaraya. Ndipo akasema huyu Yesu hakutoka mbinguni. Charavuga tu Yesu ntiyavuye. Angekuwa alitoka mbinguni angemtambua huyu mama kwamba ni mwenye dhambi tupu. Kuba yavuye mu ijuru yari gutahura uyu mumama ko ari umunyavyaha. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo kuna namna unamwangalia mwingine unaona huyu ni mwenye dhambi, wewe ni mwenye haki. Kumbe wewe unavyoangalia macho yako na moyo wa kibinadamu umekudanganya. Kuko wewe warabishije amaso y'umuntu yakubeshe. Yamekudanganya. Amaso yawe yakubeshe. Bwana Yesu, na moyo wako umekudanganya. Kandi n'umutima wewe wakubeshe. Ulivyoangalia wewe sio Bwana anavyoangalia. Uhoraho yabibonye. Wanaomba watu wawili. Wasenza abantu babiri. Ukiangalia kibinadamu uri kuravyitegereza nk'umwana w'umuntu. Hakika alikuwa na haki. Vyukuri yarafise uburenganzira. Anasema wazi. Aravuga ati akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Asenga mu mutima. Mungu. Ati Mana. Nakushukuru. Unasikia kwamba anamshukuru. Unasikia ni maombi mazuri hayo, maelekezo mazuri. Anamshukuru kwanza Mungu. Arasenga ashima. Kwanza amemwamsha salama. Kwanza yamuvyuye amahoro. Kwanza yuko vizuri. Kwanza ameze neza. Kisha anamwambia. Hanyuma caramubwira. Kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Kuko ntameze nk'abandi bose. Unaniona mimi niko hivi. Turabona je ukomeze. Usijisifie ulivyo. Yo ntiwishimire ukuri. Nyenyekea. Tabugufi. Usijisifie ulivyo, nyenyekea. Wewe niwishime ukuri tabugufi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mimi sio kama watu wengine. Ati je simeze nk'abandi. Siko kama wanyang'anyi. Simeze nk'abambuzi. Siko kama wadhalimu. Simeze siko kama wazinzi. Nk'abasambanyi, nk'abanyazi. Wala kama huyu mtoza ushuru. Change nk'uyu. Yani amewatia kwenye makundi ambayo yeye hayumo ndani. Wewe abashize mu migwi watari. Kwanza hayuko kama watu wengine. Nameze nk'abandi bose. Kwa sababu anajua yeye anajilinda na uzinzi. Kwa ziko yirinda n'ubusambanyi. Anajua ya kwamba yeye anajilinda yani na uzulma. Aziko yirinda n'ubwambuzi. Anajua ya kwamba yeye anajilinda yani na uzalimu wa hali zote.
aziko yirinda anajilinda na unyang'anyi. yirinda n'ubwambuzi. Hata akichukua deni analipa upesi. Naho yofata ideni ayihutira kuyiriha. Lakini anaona huyu mwingine akichukua deni na kulipa inakuwa taabu. Huyu nawe afashe ideni no kuriha nikibazo. Ndio nakuta hata kanisani mtu anakuambia, anasema kwa sehemu nyingi tofauti, nafikiri hapa sio hivyo. Sehemu nyingi tofauti wanasema atandukanye baravuga mimi kuliko kukana wa Kristo afadhali nikae na wapagani. Imagine n'abakristo no bana n'abapagani. Imagine mtu kufikiria hicho kitu. Ibaza umuntu yibaza ico. Kwa sababu wewe ni nani Mkristo? Sitakupa nyumba. Kwa sababu mnasumbuaga kulipa. Ati oya shusha kuguhinza uko muragorana kuriha. Imagine, fikiria hicho kitu. Ibaze nk'ico kintu. Unaelewa hapo? Kwa hiyo siko kama hawa. Ati je simeze nk'abajya. Silinganishwi na hawa. Je ntungereranye n'abajya. Zaidi ya yote. Ati kirenze vyose. Kwa kila wiki nafunga mara 2. Ati kundwi nisonzesha kabiri. Yani kwa mwezi ana siku 8 za mafungo. Ku kwezi afise imisi 8 y'amafungo. Imagine. Ibaze. Anaonesha uzuri wake. Alikuwa arerekana ubwiza bwiwe. Lakini Bwana anasema, ariko uhoraho aravuga, mwingine yeye wa undi nawe hakusubutu hata kuinua macho yake kuangalia mbinguni. Ngo niyubahutse no kurangamiza amaso yo ngo arabe mwijuru. Alijitambua. Yo yaritahuye. Akanyenyekea. Acha bugufi. Unyenyekevu wake. Guca bugufi kwiwe. Biblia inasema akapewa haki kuliko yatsindanishirizwa. Akapewa haki kuliko yule mwingine. Yatsindanishirizwa kuruta wa undi. Bwana Yesu atusaidie. Yesu Kristo adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kiangalia Zaburi ya 51. Zaburi 51. Zaburi ya 51. Zaburi 51. Sikia Zaburi ya 51 aya yake ya 10. Zaburi 51 ku murongo wa 10. Sikiliza neno linavyosema. Umviriza ijambo ko rivuze. Zaburi ya 51 aya ya 10. 51 Zaburi murongo wa 10. Mungu. Ati Mana, uniumbie moyo safi. Undemere umutima utunganye. Uniumbie moyo safi. Undemere umutima utunganye. Uifanye upya roho iliyotulia. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Yani amuumbie moyo mpya, moyo safi, kisha ampe moyo uliotulia. Amuremere umutima musha hanyuma ansubize mu mutima uhamye. Moyo uliotulia. Umutima uhamye. Apate kuwa mtu wa kutulia. Ashobore kuba ari umuntu aciye mtu wa kufuata mapenzi ya Bwana. Mtu mnyenyekevu, binadamu mnyenyekevu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sikia, kuna maana na kuna faida ya kuomba moyo mnyenyekevu. Hari nyungu gusaba umutima uciye bugufi. Kiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 9. Uravye mu Itanguriro igice ca 4 ku murongo w'9. Anaulizwa Kaini. Kaini yarabajijwe. Anamuuliza ndugu yako yuko wapi? Arabazwa ati mwene so arihe. Imagine yani gisi anavyomjibu Mungu. Ibaziko yishuye. Kwa sababu hamna unyenyekevu ndani yake, muna ukaidi. Kuchabu gufi kuri muriwe harimo amanyama. Hamna unyenyekevu. Mtu kama hana unyenyekevu hata kujibu anajibu anavyojitakia yeye. No kwishura uko yigombeye. Anajibu kulingana na gisi anapenda ndani ya moyo wake. Ishura uko agomvye mu mutima wiwe. Ukitaka uumie, shauri yako. Ushakuba bare birakuraba. Ukitaka usikie ni sawa, kazi kwako. Ushake umve ko ari vyiza birakuraba. Wewe mwenyewe utajijua huko. Wewe nakwambia utajiju. Aturimenya. Biblia inasema Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Ati arihehe Abeli murumuna wawe? Akasema sijui mimi. Ati sinzi. Sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Ati mbega jewe ndumungere wa mutoyi wanje. Imagine majibu ya kijeuri. Majibu ya kiburi. Ya mwishu yinyishu. Majibu ya kikaidi. Zamanyama nyishumbi. Amefika na kuwa mfano mbaya tangu wakati huyo mpaka leo, mpaka kisi dunia itaisha.
kuva uwo munsi kugeza kuva uwo munsi n'uyu munsi kugeza mpaka dunia itaisha. Amekuwa mfano mbaya yaciye abakarorero kwa moyo mkaidi, ku mutima w'amanyama. Zama Ezekieli 36. Ezekieli 36. Ezekieli 36. Ezekieli 36. Ikiwa umepapata, nimba wahabonye, uangalie kuanzia aya yake ya 22 urabe 22 hadi 28. ugeze 28. Ezekieli 36 36 aya 22 ku murongo wa 22 hadi 28. ugeze 28. Sikiliza anavyosema. Umva uko avuze. Yatakusaidia sana. Biragufasha. Itakusaidia sana. Biragufasha. Inasema hivi. Yavuze Ezekieli 36 22 hadi 28. kugeza 28. Kwa hiyo waambieni nyumba ya Israeli, nuko rero barira b'inzu ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, atuku ni kumwami Uhoraho hagize, sitendi hili kwa ajili yenu, ati simbikora nyumba ya kubwanyu Israeli, mwab'inzu ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu izina ryanje ryera, mlilolitia unajisi katika mataifa mu mahanga mlioendea, mwagiyemo, nami kandi nalitakasa jina langu kuu, nzokubahiriza izina ryanje rikuru, jina langu lililo kuu, lililotiwa unajisi katika mataifa mliolitia unajisi kati yao, nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu. Nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao, ati nzokuyerekanisha muri mwebwe imbere ya nzokuyekanisha muri mwebwe. Maana aya 24, maana nitawatoa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote, nzobakura mu mahanga mbakoranirize hamwe, na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe, bajane mu gihugu cyanyu bwite, nami kandi nitawanyunyizia maji safi, nzobaminjira kwa mazi meza, nanyi mtakuwa safi, mushire imvyiro, nitawatakaseni na uchafu wenu wote, nzoboza imyanda yanyu yose na vinyago vyenu vyote, ibigirwamana vyose, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nzobaha umutima musha, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe umutima ukomeye uliomo ndani ya miili yenu, mibiri yanyu, nami nitawapa moyo wa nyama, umutima woroshe nk'inyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu, kandi nzobashiramo mpwemu wanje, na kuwaendesha katika sheria zangu, nzobagendesha mu vyagezwe vyanje, nanyi mtazishika hukumu zangu, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje na kuzitenda. Nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, mu gihugu nahaye basogokuruza, nanyi mtakuwa watu wangu, mube abantu banje, nami nitakuwa Mungu wenu, Imana yanyu. Amen, amen. Sikia sasa, umviriza, nataka uelewe vizuri. Shaka kutahura neza. Hapa Bwana alikuwa anaongea, aho Uhoraho yariko araganira, anawaonesha watu maovu, wana wa Israeli maovu walioyatenda, ivyaha bakoze, walioyatenda kati ya mataifa, ivyaha bakoze mu banyamahanga, na yaingiza kiroho sasa. Ivyo rero ndavyinjije mu hawa waliambiwa
aba babwiye uku yalikuwa ya kimwili, vyari vy'umubiri, lakini nataka usikie wewe uliyepewa ya kiroho, ahadi za ariko kiroho. nshaka wumve wewe wahawe amasezerano y'impwemu. Wewe uliyepewa ahadi za kiroho Wewe usikie. wahawe amasezerano y'impwemu umva. Anasema ya kwamba waambie nyumba ya Aravuga ati Israeli, bwira ab'inzu ya Isirayeli, waambie nyumba ya walokole ati bwira ab'inzu y'abakijijwe, wanaoitwa Wakristo. abitwa Bakristo, Wao waliitwa Waisraeli kwa jina la kimwili. ababishwa Abayisirayeli. Mimi na wewe tunaitwa Wakristo kwa jina la kiroho. Nawe twitwa Abakristo mu buryo bw'impwemu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Watu wa Kristo, Abakristo, watoto wa Yesu Kristo, abana ba Yesu Kristo, binadamu ambao Yesu alimechagua kuwa mali yake. abana b'abantu Uhoraho yirobanurije kuba inyegurire. Ndio anasema waombieni, ati nimubabwire, waambie Wakristo mambo ati haya. mubwire Abakristo ibi. Bwana asema hivi, Ati harahavuze uko, sitendi hili Ati- kwa ajili yenu, ati sinkoze ibi nyumba ya walokole, inzu y'abakijijwe, bali kwa ajili ya jina langu ati takatifu ndabikoze mlilolitia kubw'izina ryanjye unajisi ryera katika mwanduje, mataifa mwahumanye mu mlioyaendea. amahanga mwabayemo mu Bwana Yesu mahanga. atusaidie. Amen. Uko nasikia nafika sehemu Yo. mpaka unasikia aibu. Hariho igihe ushika ahantu Mbele ulikuwa ukamarama. ukitembea, Kera unafika kwa mtu wagenda ku muntu, au unafika hata ofisini sehemu fulani, ugashika mu biro kanaka, unaenda kuomba jambo, ugiye gusaba ijambo, unasema cha kwanza unaanza kujipresente, unajiseti, cyambere waritangura Mimi ni kumenyekanisha, Mkristo. ukavuga je ndi Umukristo nakuja kukuombea unisaidie hili na kandi nje lile. kugusaba iki na Anawahi kiriya, haraka kukusaidia. akaca yihuta akagufasha. Unafika unaomba jambo mahali, Ugashika ugasaba ijambo kanaka, kabla haujasema utaranavuga una shida gani, ufite ikibazo kihe, unamwambia shida yangu ni hii, kamugira ikibazo canje ni iki na huu ni kiriya, ukweli huu. ati uku ni ukuri, Nasema ndio. ati yego, Anasema no. ati oya, Sio kweli. ati kusuku, Sasa hiyo ni kweli, mimi ni Mkristo. ati yego nukuri je ndi Umukristo, Niko Mkristo mimi. ati je ndi Umukristo, Akitamka tu mimi ni Mkristo, avuze ati vy'ukuri je ndi Umukristo, baca bakwemera, wanafika wanakubali. bakaca bakwemera. Msikilizeni huyo. Ati nimumumvirize. Katika sheria ya Burundi, mu mabwirizwa y'igihugu, kama unapokwenda kotini, yani unakwenda kotini, yani kama unakwenda wanakuita, unakwenda iyo mugiye mu kusamba, bucamanza, sasa wewe umeitwa kama shahidi, uhamagagwa nk'icyabona, wanakuambia kwanza hapa, barakubwira ati banza urahide, uwape kwanza. urahide. Kuna viapo na hapa, Hari indahiro bakubwira ukarahira, kuna zingine ni za aibu, hari n'izindi ziteye isoni, wanakuambia kwanza uwape, ariko bakakubwira Ukiisha ubanze hapa, urahire. Umaze kurahira, ndipo sasa niho rero unaanza kusema vya kusema. ukitangura kuvuga. Sasa miaka ya nyuma Mu myaka ya nyuma, mtu mmoja umuntu akanifanya umwe kuwa shahidi. nawe achangira kuba icyabona. Ni mtu niliyokuwa nimempakilia mzigo wake kwenda Nairobi, Umuntu nari baadaye namuzaniye kumbe walikuwa wawili wakataa kumbe bari kuzulumiana, babiri bashaka kwamburana, na mimi ndio nilikuwa nimewagawia fedha. kandi nije nari nabagaburiye amahera. Sasa huyo mmoja akataka akabidi waende wamshtaki, aliamua kuheba. Uwo. Lakini pamoja na kuheba na tule tudogo alitonato, wakataka watu yari mnyang'anye. yahisemo kumuhebera, ariko hamwe no guheba bashatse kumwakana dukeya yari afise. Maana yake walikuwa wawili wamechanga. Bari babiri bavanze. Sasa wanapofika huku, Bashitsa, yule alikuwa yuko na gari, uriya yari afise imodoka, wakamzulumu kulingana na jinsi mtu alivyo, akamzulumu vile alivyokuwa navyo. baca bamwambura n'ivyo yari afise. Lakini hawakurizika, wakisema na hii gari na vile viti tutachukua. Bati ni modoka n'intebe ziwe turatwara. Ikabidi wamshtaki. Baramurega. Wakalivyo mshtaki, Bagiye kumurega, baadaye wakawaomba mashahidi. baca babasaba ivyabona. Mimi nilivyopata taarifa, nikaenda kwanza kumshauri yule mwingine. Maze kumva ayo makuru, ngenda kwanza kumuhanura. Nikamwambia, sikia nikushauri. Ndamwarika ndaguhanure. Nataka nikushauri. Shaka mbanze. Maana mmoja alijivunia kwamba Umwe mkubwa wake alikuwa yarishimiye waziri mukuru wiwe yari wa umushikiranganji. ulinzi. Umushikiranganji. Waziri wa ulinzi.
yari umushikiranganji kwa njia kama hiyo umutekano. akajivunia hicho. Ivyo abari vyo yishimira. Kwanza nikawaita wakaja hapa nyumbani, ndabahamagaza baza ngaha muhira, nikawasikilizisha. ndabumvikanisha. Mmoja kwa sababu alikuwa na gari na gisi alivyo na nini, imodoka niki, wakasikia lakini habikuingia, ariko ntibavyumvise. Kamwambia yule ndugu, unajua kwake? Achabwira uwo. Nikamuuliza, unajua kwake? Aturahaziwe. Akasema anapajua. Atego ndahazi. Kaambia nipeleke. Ati njanayo. Tukamfuata kwake. Turamukurikiriwe. Akiwa nyumbani kwake turiwe na mkewe. Nikamwambia sikiliza, no, ariko umwe n'umugore we ndamugirumviriza. Vile vitu pesa ilikuwa ni yako, biriya amahera yari yawe, sio ya ule mwenye uliagiza. Ntabwo ari ayujya watumyeko. Sasa wewe umechukua vyote. Wewe watwaye vyose. Umechukua na vya ule mwenye ulikuwa umeagiza, ukachukua na hivyo mwingine ambao walikuwa wamechana. Twaye ni vyujya bavanze. Sasa mimi nakushauri, jenda guhanuye mashauri mazuri, impanuro nziza. Vyote umechukua sio shida, ivyo watwaye nta kibazo. Lakini huyu ndugu, ariko uyu mwene data, mpe 1,000,000 tu. Muho miliyoni umwe gusa, hakuna shida, nta kibazo. Akanicheka sana. Acharamutwenga cyane. Sure ndamwongera 1,000,000. Ndamuha 1,000,000 n'ayandi, ahubwo nijya modoka turayikeneye. Ati nimpe 1,000,000 badala yake na ile gari yake tunayihitaji. Mimi nikacheka tu. Aratwenga. Kaambia sikiliza nikusaidie. Atuva ndagufashe. Mpe 1,000,000. Muhe 1,000,000 umwe. Utakuwa umefanya vizuri. Uzoba wagize neza. Kwa sababu akikushtaki atakushinda. Kubera niya kwitwarira arakunesha. Nakushauri, ndaguhanuye, akikushtaki atakushinda. niya kwitwarira arakunesha. Sasa unajua kuna wakati katika kusamba unaangalia vinavyokuzunguka, ushindi unakuwa unauona mikononi. Witegereza ibikuzengurutse ukabona ko intsinzi uyifise. Baadaye yule akakataa. Aranka. Ile ndugu akaja kunambia, ndugu, kwanza kunibeba na gari. Ati mwene data bagira abantu n'imodoka ni ntebe batware. Nikamuuliza, unamwamini Yesu Kristo ninayemwabudu? Ati bega urizeye Yesu Kristo nsenga? Akasema namwamini. Unajua mtu mwenye kuwa kwenye shida, karibu kila chochote mwambie ataitika. Icyo mubwira cyose aracemera. Ngoja sasa. Nakubali ndugu yangu. Ati ndavyemeye. Kaambia okay, njoo tuombe. Ati ngo dusenge. Tukaomba. Turasenga. Tukaomba. Turasenga. Kaambia nenda kawashtaki. Ati genda ubitwarire. Kawashtaki. Tena usiwashtaki hapa. Nenda washtaki nenda washtaki ku tribunal de commerce. Genda ubitwarire muri tribunal ya commerce. Kawashtaki pale. Ubitwarire. Akaenda kumshtaki. Aragenda arabitwarira. Sasa hanyuma anza kwanza kumshtaki mkuru d'appel. Aragenda muri cour d'appel. Kisha baadaye hanyuma wakaniita mimi kama shahidi. Jua alimuuliza, una shahidi? Ndiyo. Yuko wapi? Basi ofisi chabona atego ndagifisi. Nilipofika pale mbele, shite hari imbere, wakaniangalia. Barandaba. Wako walionielewa kati yao. Hari abamenye muri bo. Sasa niko nasimama na kuja. Mpagaze ndiko ndaza. Wakaambiana. Barabwirana. Ule anayekuja aturi yaje hata tufunge kamba shingoni, naho twomushire mugozi mu ijosi, hawezi kuapa. Ntarahira. Ninamfahamu. Ndamuzi. Hawezi yule. Ntabishobora. Sasa mimi sina habari ya kuapa, mimi sijui. Ndio mara yangu ya kwanza kwa upande wa kwenda kuwa shahidi wa mtu. Ubwo bwa mbere nanje ngiye kurahira. Nilisamba mara moja Mzinda. Nanje nubwo bwa mbere. Tribunali ya Mzinda ningali na miaka 12. Sasa baada ya kuwa mtu mzima miaka 10-12. Baada ya kuwa mtu mzima sijafanya hayo. Nabikoze kera maze kuba mukuru sinari bwagira ivyo. Sasa anafika pale mbele ananiambia, sasa huyu unamfahamu? Ndio. Ati mbegu yuramuzi. Wewe ni shahidi, unaweza kutoa ushahidi kwa ajili yake? Ndio. Ati wewe chabona kuri uyu urashobora kuvuga. Tuwapie kama hautasema uongo. Ati turahirire kutashobora kubesha. Kaambia mimi. Ati jewe. Ni yape. Ndahire. Bwana Yesu haniruhusu. Ati Yesu ntanyemerera. Hapa walisema safari kama 3-4. Bavuze nka 3 canke 4. Tutakuadhibu kama hauwapi. Ati turakuhana. Wakawa wakali mno. Nutarahira. Barakara. Chumba kao kakufunga watu mle. Ukitoka ukiona unatoka pale kwenye chumba ni mbimba, unavaa nguo za kijani. Bafisa kumba babuhera mu muntu havuye uja mu mpimba. Hapa
ati rahira. Nikamwambia mimi Ati jewe siwezi kuapa. sinshobora kurahira. Hapa Ati siwezi rahira kuapa. jewe sinshobora Tutakuadhibu, kurahira. tutakuhukumu. Turaguhana. Hukumuni mtakavyo. Ati Ila mimi siwezi kuapa. ni mumpana uko mushaka je sinshobora kurahira. Ilipofika safari kama ya 5 wananiambia niape. Bambwiye nka Nikamwambia kangahe? kwa jina la Yesu Kristo Ati nasema kweli. mwizina rya Yesu ndavuga ukuri. Kataka kucheka. Unajua sasa wale majaji sio rahisi acheke. Yeye amejifunza hivyo. Bari abarize Lakini wakataka kudatwenga. kucheka. Bashatse wakajikausha. gutwenga bakiyumanganya. Kwa jina la Yesu utasema ukweli. Ati mwizina rya Yesu ndavuga Mapya ukuri. haya. Ati binavyo. Tena ni kweli alikuwa mapya mtribunali. Mtu Ati akwambie kandi vyari kwa jina la Yesu bishaje. unasema ukweli. Hiyo ni Ati mapya. mwizina rya Yesu ndavuga ukuri. Vyari Sasa unasikia bishaje. kwa kidunia hicho ni kiapo. Umvi yari ndahiro. Sio kiapo. Yo mwisi. Haya sema. Vuga. Nikawafahamisha yalivyo. Ndababwira neza Nikawafahamisha byose. yalivyo. Ndababwira uko bimeze. Nikawaambia kweli jinsi ulivyotoka hapa, Ati ulivyorudia, uko wakaviandika twagiye, vyote. ningene twagarutse. Kawambia na huyu Ati amekuja na jeshi. yaje n'umusirikare. Amekuja na jeshi. Wamechukua vitu vyake vyote alivyokuwa amerangua. Bafashe vyose yari yaranguye. Yani na vyao na vyake wako navyo wao. N'ivyabo byose barabifise. Kesi ikahamia Tribunal de Commerce. Aha. Walivyofanya sasa hisabu ya muda ambao vile vitu wako navyo, wakamhisabilia watamlipa milioni 8. Bamuha milioni 8. Mimi niliwaambia wampe milioni 1, wakatia moyo mgumu. Nabahanuye bamuha milioni 1 baranka. Nafikiri tuna shahidi. Huyu mama mtafsiri ndio tulikuwa naye. Ni Nego, kweli sio kweli? ni kudi. Tulikuwa naye wakati na washauri wape milioni 1. Bahe milioni 1. Wakachukua vya mzaa. Babifata. Sasa wanaambia watalipa milioni 8. Rero bace bamubwira ko bamuha milioni 8. Sasa wanaanza kuja kuomba msamaha. Batangiye kuza gusaba imbabazi. Yule ndugu nikamwambia wafuatilie milioni 8 wakupe. Reka bakurikirane bagwize milioni 8. Mizali tu hawachukui gari yangu. Na hivi vitu vyangu ambavyo alikuwa anataka, hizo nikitaka nazisamee. Ati jenda bahari. Nikamwambia maana yeye hakuwa tena anapigania pewe hivi. Alikuwa anapigania venye yuko navyo wasinyang'anye. Yagwane livyo afise ntibabimutware. Nikamwambia hapana, watakulipa. Barakuriha. Nataka uelewe. Shaka kutahura. Huyu tunayemwabudu. Umwami dusenga. Huyu Mungu wetu. Imana yacu. Kwa hiyo walimwambia ule tunamjua hawezi kuapa. Turamuzi ntashobora kurahira. Hivi Mkristo wa leo wanaweza kumshuhudia hivyo? Mbega umukristo wa kino gihe. Leo uko na sehemu unajificha hata kama wewe ni Mkristo. Urihisha naho uri umukristo. Kwa sehemu nyingi tofauti. Mu buryo bwinshi butandukanye. Unasema wewe Mkristo ndio matapeli yao. Ati abo bakristo kwa sababu ibilisi ameingizemo viumbe vyake vizi. Yinjijemo abakozi biwe babasuma. Ili waingie kutuibia walokole. Kugira baze kutwibira abakizwa. Waibe imani. Bakwibe ukwizera. Alafu waende wanaichafua. Bagende bayanduza. Mlokole hakuwa hivyo. Mlokole ni mtu alikuwa mnyenyekevu. Umukristo ya mwenye moyo unyenyekevu. Ukimwambia jambo anasikia. Kila neno analisikia. Ukimshauri anakubali mashauri. Ukimwambia hivi anakubali. Unamwambia usifanye hivi ndio hali ya Mkristo. Niko amukristo amezi. Lakini leo kwa sababu ya vitu ibilisi ameingiza, unaweza kumshauri Mkristo leo anakuambia hapana. Na mimi naenda kuomba Bwana. Hapana, sio hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Yesu Kristo adufashe. Ndipo neno linasema. Niho rero ijambo rivuga. Bwana anasema. Uhora haravuze. Hata kutendea mema kwa ajili yako. Nazo gukorera ivyiza kubgawe wewe. Ni kwa ajili ya jina lake lisiaibike. Jina rya Kristo nijandure ntirimara. Ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Aliheshimishe jina lake. Mataifa wasilizarau. Mahanga ntibarikengere. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Yo. Eti nami nitatakasa jina langu kuu, anasema hivyo Bwana. Liliotiwa unajisi kati ya mataifa, mliolitia unajisi kati yao. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen.
Watu wengi ukimwambia mlokole hawajui. Lakini Bwana yuko anaenda kututengenezea. Anaenda kukugeuza kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa ajili ya kuliheshimisha jina lake. Ambalo wewe na yule tulilichafua kati ya mataifa. Tumekuwa wa Kristo wa jina. Watu wengi wamekuwa Wakristo wa majina tu. Unamsikia ni Mkristo lakini tabia yake haiendani na Ukristo. Anakuambia ni Mkristo lakini mwenendo wake ni tofauti. Ndio anasema hapo nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Ndio anasema maana nitawatoa kati ya mataifa. Ndio maana Bwana yuko anajiandaa ili akutoe kati ya mataifa. Watu japokuwa wanalizarau jina la Yesu, waje waone kwamba hakika waondoa naangazia dunia. Nibo bari bamurikiye isi. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndipo Bwana anasema avuze, atakuondolea moyo wa kijiwe, moyo wa jiwe. Moyo wa jiwe atauondoa ndani yako. Akupe moyo wa nyama. Mwambie jirani yako unaenda kupewa moyo wa nyama wewe. Unaenda kuondolewa moyo wa kijiwe, unaenda kupewa moyo wa nyama. Mwambie tena unaondolewa moyo wa kijiwe, pewa moyo wa nyama. Maana moyo wa nyama ni moyo mnyenyekevu. Moyo mnyenyekevu. Ni hapo utasikia neno la Bwana, unasikia machozi yanabubujika kwa sababu ya moyo mnyenyekevu ndani mwako. Unakuletea machozi. Unamkumbuka Yesu Kristo aliyeteswa kwa ajili yako. Ukibuka Yesu Kristo yababajwe kubwawe. Unakumbuka unasema Yesu niwe uliyekutana na matatizo kwa ajili yangu. Kwa sababu moyo wa jiwe unaenda kuondolewa. Tunaenda kuondolewa mioyo ya mawe ndani yetu. Tupewe mioyo ya nyama itakayetuwezesha kutengenezeka, itakayetuwezesha kuweza kuandaliwa vema ili tujiandae kwa ajili ya unyakuo. Haleluya. Tunamwambia mwambie Yesu. Haleluya. Mwimbie Yesu. Niumbie moyo safi Bwana. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo safi Yesu. Jiombee mwambie Yesu niumbie moyo safi. Niumbie moyo safi. Niondolee moyo wa jiwe. Nahitaji moyo wa nyama. Nasema niumbie moyo safi. Simama ujiombee, umwimbie Bwana nipe moyo safi mimi. Ninahitaji kuwa na moyo safi. Yesu nisaidie. Chililie mbele za Bwana. Mwambie Yesu akupe moyo wa nyama, moyo wa unyenyekevu. Imba mbele za Bwana. Haleluya. Oh Yesu we. Yesu Kristo. Ndiyo Bwana. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele zako. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea mimi na kupondeka mbele zako. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele zako. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya, moyo wa
yako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kupeleka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea Baba na kupeleka mbele zako. Yesu we, tuumbie moyo mpya Bwana. Umiareshe moyo mpya Baba. Yesu saidia areshe. Wape moyo mpya Bwana. Tupeareshe moyo mpya Yesu. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea Baba. Nasema achia. Nina amuru ewe kuzimu. Hauna mamlaka ya kujenga nyumba kwenye moyo wa mtu. Hauna mamlaka ya kuweka matali kwenye mwili wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu.